Meza Huru. Ligani mpenzi mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, popote pale ulipo, matumaini yangu makubwa kabisa mambo ni mazuri hapo ulipo na unaendelea kuyafuatilia matangazo haya kutokea Mikocheni jijini Dar es Salaam na kufika popote pale ulipo, na kushukuru sana kuichagua ITV, lakini niseme asante kuichagua Meza Huru. Mimi ni Othman Suleiman. Karibu sana mtazamaji, na hili ni eneo ambalo unapata nafasi ya kufanya mjadala, kwa sababu meza yetu ni huru, na maana yake hata wewe mtazamaji unayo nafasi ya kushirikiana nasi katika kutoa maoni yako kulingana na kile ambacho tunakijadili katika vipindi vyetu au katika meza yetu hii, kwa maana ya Meza Huru. Na leo bwana, tutazungumza kuhusiana na madhara ya matumizi ya mihadarati, lakini tutajikita zaidi katika eneo la matumizi ya bangi. Leo bwana, katika mazungumzo yetu ya madhara haya ya mihadarati, ninaye Mwalimu Majaliwa Kapera. Yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya Vijana Nguvu Kazi Taifa. Yes, taasisi inaitwa Vijana Nguvu Kazi Taifa, na atakuja kutueleza zaidi kuhusiana na hiyo taasisi. Mwalimu Majaliwa Kapera, karibu sana ITV. Asante sana. Habari za leo? Nzuri kabisa. Mambo yanakwenda vizuri? Mambo yanaenda vizuri kabisa. Karibu sana. Vijana Nguvu Kazi Taifa, na wewe ndo mkurugenzi. Tuifahamu kwanza hii taasisi ni nini, inafanya nini kwa hao vijana, kwa sababu tayari inajinasibu wenyewe ni vijana. Bila shaka inafanya kazi na vijana. Inawafanya nini vijana? Nashukuru ndugu mtangazaji. Naam. Kwanza kwa kunikaribisha. Asante sana. Labda nianze na kueleza Vijana Nguvu Kazi Taifa. Ni NGO au shirika lisilo la kiserikali ambalo lenyewe linafanya kazi ya kuwekeza dhana ya uzalendo, uwajibikaji, uadilifu pamoja na udumishaji amani kwa vijana. Lakini hizo dhana nne haziwezi kutekelezeka vizuri kama vijana kiafya au afya ya mwili pamoja na afya ya ubongo hawatakuwa timamu. Kwa hiyo tumelazimika kutubebe agenda ya elimu, kutoa elimu inejikita katika madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya. Na kama ulivyosema awali, madawa ya kulevya yako mengi sana. Lakini tumeangalia yale ambayo yanaenea kwa kasi au yanatumika kwa watu wengi sana. Hasa bangi. Mtangazaji, utakubaliana na mimi, ukienda mtaani bangi imekuwa kama fashion. Kwa hiyo tumeamua hiyo agenda ya kwanza ya kuitolea elimu kwamba ina madhara kwa vijana. Kwa hiyo pamoja na hizo dhana nne nilizozieleza, pia tunashughulika na kutoa elimu ya kukataza matumizi ya madawa ya kulevya kwa kina, hasa katika kueleza kemikali zipi ziko ndani ya hayo madawa hayo, hususan bangi, na kila kemikali ina madhara mwilini na ni sehemu gani ya mwili. Sawa. Mtazamaji, ni Mwalimu Majaliwa Kapera huyo, mkurugenzi wa taasisi ya Vijana Nguvu Kazi ya Taifa. Na hii taasisi inapatikana wapi? Inafanya kazi wapi? Usajili wake ni Tanzania nzima, lakini yenyewe iko Arusha. Na ilisajiliwa mwaka 1919. Kwa hiyo ni si komavu sana. Lakini inachapa kazi kwa vijana. Okay. Sawa. Hivi kijana ni nani, Mwalimu Kapera? Kijana ni mtu yote mwenye umri chini ya miaka 45. Chini ya miaka 45. Lakini tuna kundi lingine ili tunayoita chipkizi hao. Hatuwezi kuwakataa wenye umri wa miaka chini ya miaka 18 tukawaita watoto. Hapana, hao naye ni vijana chipkizi hao, tunadili nao tu. Kwa hiyo kama kuna mtu ana miaka 50 afa anapiga bangi zake, nyinyi huyu amshughuliki naye kwa sababu kavuka ile 45? Hapana, tumewekeza sana kwa vijana. Okay. Na vijana wao watatusaidia kukataza hata wale ambao sio vijana. Na elimu tunatoa kwa ujumla. Ndiyo. Lakini tunalenga makundi makubwa ya vijana yako wapi, kwa maana ya mashuleni. Si tunadili mashuleni. Na wale wanafunzi wawe balozi zetu kule nyumbani. Kwa mtu yoyote tu, wafikishe elimu yetu hiyo. Sawa, na bila shaka hata vijana wenyewe watakuja kuzeeka baadaye. Kwa hiyo akipatiwa hii elimu wakati yuko kijana, akifika hiyo miaka 50 60 hata wakashaelimika kuhusiana na madhara ya matumizi ya mihadarati, hasa bangi. Asante sana. Hebu tuzungumzie bangi. Bangi ni mmea.
Lakini kitaalamu una nini mpaka inakuja kuwa kilevi na watu wanavipenda mpaka mtu anapata uraibu kwamba mtu afanye jambo lolote mpaka avute bangi? Kuna nini ndani yake, Mwalimu Kapera? Nashukuru. Labda nianze kwanza, bangi ni mmea kama ulivyosema. Ni kweli ni mmea na umekuwa katika nchi mbalimbali na ukitambuliwa kwa majina mbalimbali. Ndio. Nchini Marekani ulikuwa unatambulika kwa jina la hemp, lakini China ulitambulika kwa jina la ma. Kule Sweden ulitambulika kwa jina la Cannabis sativa. Lakini kule Jamaica ulitambulika kwa jina la holy plant. Ile mwaka 1975 wa Jamaica wawili, Rubini na Comitas, waliubadilisha jina wakauita ganja. Kumbe jina la ganja limetokea Jamaica. Limetokea Jamaica. Ganja. Mpaka nataka nikuulize, hii ganja hii ni ya wapi? Kumbe limetokea Jamaica. Jamaica. Okay. Na ni mwaka 1975 ndio hilo jina lilibatizwa na hawa Jamaica wawili, Rubini na Comitas. Ganja. Lakini pale Syria wana mmea wao walikuwa wanautambua kwa jina la azula. Lakini yote ni bangi tu. Ni bangi tu. Na maeneo mengine ya Asia pale waliutambua kwa jina la hashishi. Na msingi wa ile jina hashishi ni bwana mmoja alikuwa kiongozi wa magaidi anaitwa Hassan ibn Saba. Yeye alikuwa anawafundisha vijana ili wakafanya uhalifu, kwa analazimika abadilishe akili zao. Sasa ndio akauita jina hashish. Msingi wa hashishi ni Hassan ibn Saba kule maeneo ya Syria. Lakini umeniuliza, nirejea sasa katika swali lako la msingi uliouliza kwamba ndani ya bangi kuna nini. Mmea wa bangi una jumla ya kemikali nyingi sana. Hata tukizungumza hapa hatutamaliza. Una jumla ya kemikali 421. Mche mmoja. Kemikali 421 katika mti wa mbangi. Sawa. Lakini moshi peke yake una kemikali 150. Kwa hiyo moshi una jumla ya kemikali 150, lakini mmea peke yake una jumla ya kemikali 421. Asa mara nyingi ninapopata fursa ya kutoa elimu au kukaribishwa kwenye vipindi kama hivi, huwa nazungumza kemikali 5. Kemikali 5 ambazo zina madhara yake yanaonekana kabisa. Ukizungumza mtu anajua kumbe inaleta hali hii kwa mtu. Unataka niendelee? Natamani nijue hata hizo kemikali. Ndio maana nimetaka jua nini kipo ndani yake. Yeah. Kemikali ya kwanza inaitwa tetrahydrocannabinol. Kwa kifupi inaandikwa THC. Hiyo tetrahydrocannabinol iko kwenye mmea. Na hasa kwenye ncha. Ndio maana mtangazaji mara nyingi wanazungumza, ukivuta bangi ukaweka na mbegu mle inakuwa kali sana. Mbegu za ile bangi. Mbegu za bangi. Wako sahihi kwa sababu mbegu zinazaliwa juu kule kwenye ncha na THC iko nyingi kule kwenye ncha. Kwa hiyo maana yake anapovuta bangi ile akachanganya na mbegu, anaongeza concentration ya THC kwenye kivutio chake. Kwa hiyo lazima itakuwa ni kali zaidi. Hiyo THC ina madhara makubwa sana. Na yenyewe madhara yake yanajikita kwenye ubongo pale. Kitu cha kwanza, yenyewe inavuruga shughuli za ubongo. Ubongo ule uwezo wa kutafsiri mambo, kutafakari na shughuli nyingine zote zinazohusika pale ndani ya ubongo zinavurugwa. Mwalimu, kabla hujaendelea samani, nataka uwafafanulie watazamaji vijana na hata ambao sio vijana katika hili. Unavyosema hii THC inakwenda kuvuruga ubongo. Ndiyo. Wakati mvutaji anaamini nikivuta kama ni ule moshi unapitia puani, unaingia kwenye mfumo kwenye mapafu, yani kwenye mfumo wa upumuaji kwa ujumla wake. Ndio. Kule kwenye ubongo unafikaje hadi kwenda kuvuruga? Nashukuru. Umeniuliza swali zuri sana. Moshi moja mvutaji anapovuta unachukua sekunde 14 tu. Unapenya kupitia nyama laini na mifumo ya mishipa hadi kwenye ubongo. Ndani ya sekunde 14 moshi unakuwa umeshafika kwenye ubongo. Na hii kwa bangi tu au hata sigara? Hata sigara, lakini kuna na bangi. Nitakuja kuzihusisha hapo. Kwa hiyo THC, tetrahydrocannabinol,
ni kemikali mojawapo pia inapochangia kukuza hamu ya chakula au ulaji usio wa kawaida. Maana mtu wa bangi anaweza sahani nzima akala mwenyewe na asishibe. Kwa hiyo ile kemikali inachochea hivyo. Maana tafsiri ya ubongo kwamba mwili umetosheka chakula, ubongo huwezi kutafsiri hivyo. Na wakati mwingine anaweza akaamua jambo la kulia yeye akacheka. Kwamba shule ubongo kazi unapaswa pale ulete sensi ya kulia, yeye anacheka. Wakati mwingine anaweza akanyamaza, ukamjibisha akanyamaza tu. Ni kwamba ubongo umebadilishwa shughuli zake za kawaida, utendaji wake wa kawaida na hiyo THC. Lakini vile vile huwa inatanua mishipa. Ndio maana mvuta bangi anafikiri kwamba kitendo cha macho kuwa mekundu ni amekuwa jasiri kama simba. Naomba hapa wasikilizaji mnisikilize vizuri. Hakuna ujasiri pale macho yamekuwa mekundu kama simba. Manake ni mishipa ya damu imetanuka, kwa hiyo damu inakuwa ni nyingi. Kwa ile mishipa iliyoko kwenye macho, ambaye macho ni transparent kama kioo, damu inaonekana sasa. Kwa hiyo damu inaonekana kwa wingi, macho yanakuwa mekundu. Ni mishipa imeongezeka size. Na hiyo yote ni kazi ya hiyo THC. Lakini labda niendelee na kemikali ya hiyo ya kwanza Kemikali ya pili inaitwa resin. Resin. R-E-S-I-N. Sawa. Hiyo resin ipo kwenye mmea nayo, lakini kwa kiasi kidogo ipo kwenye moshi. Yenyewe kazi yake inaenda kuathiri mifumo ya fahamu, nervous system. Kwa mawasiliano ndani ya mwili yanakuwa dhaifu. Ndio maana wakati mwingine mtu akivuta bangi, japo sio wote, unaweza kushangaa kinyesi kimetoka tu. Ina maana ubongo umeshindwa kudetect kwamba nataka kujisaidia ile misuli inayohusika na kufungua na kufunga njia, inakuwa haina mawasiliano na ubongo, anajikuta tu amejisaidia. Sawa. Lakini wakati mwingine huwa kuna imani inayopotosha watu, wanasema ukivuta bangi unaweza kufanya kazi mchana kuto bila kuchoka. Ndugu mtangazaji, sio kweli. Kutsa mwalimu, wanaosema hivyo ni wavutaji wenyewe. Na pengine wanapitia hizo hali. Wewe unasema sio kweli. Pengine labda kwa ushahidi upi? Nitaeleza. Akavuta bangi wenyewe anakuambia kivuta bangi anaweza hata kalima eka 2 peke yake. Kinachotokea pale ni mawasiliano ya kwenye muscle, kwenye misuli ambayo ndio inahisi kuchoka, hayapo kati ya misuli na ubongo. Ila akilala asubuhi akiamka mwili utakuwa umechoka, kuchoka kuko pale pale. Ila wakati ule anakuwa amepata kitu kama ganzi. Kwa hiyo ni mawasiliano mwilini hayako vizuri. Lakini nadhani katikati ya mada yetu nitatoa rejea ya ukweli wa mada yangu. Ni mada nzima inaweza kutumia kama dakika 15. Ukweli wa maneno yangu na utoa wapi? Ni tafiti zilifanyika wapi na ushahidi nitatoa. Sawa. Hiyo ni resin. Resin ya pili. Kemikali nyingine? Kemikali ya tatu inaitwa TAR. TAR. Na nadhani kwa zama hizi nitaeleweka vizuri kwa sababu wanafunzi wengi au vijana wengi wamepitia elimu ya sekondari. Kwa hiyo wanaelewa vizuri hizi compound ziko vipi. Lakini kabla sijaenda huko, TAR ni uteute. Ni uteute ambao kama ule unayepatikana kwenye majani ya tumbaku. Kishika hivi kama unanata. Au ukivuta mvuta sigara akichukua karatasi nyeupe akaipulizia, utaona inabadilika inakuwa kama njano. Ndio. Kwa hiyo ile ndio TAR. Sasa hiyo TAR madhara yake inaenda kuathiri mapafu. Ikienda kwenye mapafu inazama ndani, na nyingine inajipakaza juu ya mapafu na kusababisha kansa ya mapafu. Ndio maana mvutaji mara nyingi naulizwa maswali, kuna mahusiano gani kati ya kukohoa na uvutaji wa bangi? Kuna uhusiano mkubwa kwa sababu kukohoa ni matokeo ya kuathirika kwa mapafu, ambaye anaathirika na kemikali 2 ambayo nitaisema ya 5.
hii taa ya 3 na kemikali ya 5 inaathiri mapafu, inasababisha kansa ya mapafu hiyo taa. Sawa. Niende kwenye kemikali ya 4. Ya 4 sasa. Kemikali ya 4 inaitwa carbon monoxide. Msoma compound katika shule zetu huko za level ya sekondari, tunasoma carbon ana compound mbili, ana compound moja ni carbon dioxide, compound ya pili ni carbon monoxide. Kwa hiyo vijana wananielewa vizuri nikizungumzia carbon monoxide, wanaijua hasa kwa zama za leo hizi, vijana wengi wamesoma shule. Carbon monoxide ni sumu. Na usumu wake unakuja wapi? Yenyewe ina tabia ya kureact au kushambulia seli hai nyekundu, hemoglobin. Hemoglobin ni viasili ambavyo vinahusiana na kusafirisha oxygen mwilini. Kwa hiyo zile agenti za kusafirisha oxygen mwilini zinashambuliwa na carbon monoxide. Matokeo yake ni mvutaji yule wakati mwingine huwa wanatulia sana, wakati mwingine wanakuwa wavivu, hasa kwenye shughuli zinazotumia ubongo. Mimi ni mwalimu pia wa darasani kabisa wa kufundisha. Ili kuweza kudetect mtoto anavuta bangi ni rahisi sana. Anakuwa mvivu, hataki kufikiri, na kitu kidogo sana hawezi kufikiri hata kidogo, kwa maana ile supply ya oxygen ambayo inawezesha yeye apate nguvu mwilini inakuwa ndogo. Kwa hiyo kemikali hiyo inahusika na kushambulia hemoglobin mwilini. Ya 4 hiyo. Ndio. Lakini labda nimalizie ya 5. Sawa. Ya 5 inaitwa carcinogen benzopyrene. Tarudia hilo jina, carcinogen benzopyrene. Hiyo ni kemikali ambayo ipo kwenye moshi peke yake, kwenye mmea haipo. Na matokeo yake ni kwamba unapounguza yale majani, kuna menyeko unayotokea au kuvunjika kwa zile compound inatengenezeka hiyo compound hiyo. Lakini unaweza kuniuliza swali, inakuwaje hiyo kwenye moshi, na moshi umetoka kwenye jani ambalo limeungua moto? Ukichoma kitu chochote kinaweza kuzalisha product nyingine, inawezekana tu. Kwa hiyo carcinogen benzopyrene hiyo ndio mbaya sana. Ndugu mtangazaji, eneo hili na imani kama wako wananifuatilia wanapaswa iogope sana bangi. Carcinogen benzopyrene inakwenda kwenye mapafu. Ikifika kwenye mapafu yenyewe inaingia ndani ya pafu na inatafuta white blood cells, seli hai nyeupe ambazo zinafanya kazi ya kukinga mwili. Kwa hiyo kemikali inashambulia hizo seli hai nyeupe. Kwa hiyo matokeo yake kila gonjwa ambalo linahusiana na eneo la mapafu litakupata tu. Kwa sababu kinga ya maradhi, kinga wadudu wanaosababisha maradhi katika eneo la mapafu inakuwa haipo au inakuwa dhaifu sana. Kwa hiyo tayari magonjwa ya kukohoa, magonjwa ya kifua, kwa maana ya kuharibika mapafu, yanamshambulia mvuta bangi. Nairudia, carcinogen benzopyrene ni kemikali hatari sana. Kwa hiyo kwa haraka nitakuwa nimejaribu kueleza kemikali. Sawa. Asante sana mtazamaji. Mwalimu Majaliwa huyo Kapera, mkurugenzi wa taasisi ya vijana nguvu kazi ya taifa ambayo iko jijini Arusha, tukizungumza zaidi kuhusiana na madhara ya mihadarati, lakini zaidi tunauzungumzia mhadarati huu wa bangi. Hizi umesema ni ziko 5 tu hizi kemikali, lakini umesema kwenye bangi kuna kemikali 421 kwenye mmea pekee yake. Kwenye mmea pekee yake. Sasa najaribu kufikiria katika hizi 5 ambazo umezieleza hapa mwalimu, zote ni hatari kwa mvutaji kabisa. Lakini wavutaji mbona wapo? Na kama wavutaji wapo na ni wengi, mbona haya madhara hatuyaoni kwa ukubwa huo? Wavutaji wapo, lakini haya madhara ambayo umeeleza ni makubwa, hatuyaoni kwa wavutaji wengi. Maana yake ni nini? Nashukuru sana. Sasa hilo ndio jambo ambalo limenivuta nije nifurahie kuongea kwenye media. Kwa sababu kumshawishi mvuta bangi akaacha kuvuta bangi, hali kuwa anaona kwenye jamii pale kuna wavutaji wapo. Na wanaishi, wanaenda shamba wanarudi, wanaenda viwandani wanarudi. Ndio. Hawezi kuamini kirahisi. Lakini labda nikuambie tu, kemikali namba 3 ile nilizungumza taa. Taa iko kwenye tumbaku na iko kwenye bangi.
kinachofanya huyu mvutaji bangi aweze kusurvive muda mrefu, aonekane kama mzima tu, ni kwamba ni namna taa ile inafanyaje kazi. Taa ya kwenye tumbaku yenyewe inashambulia nje ya pafu, inajipakaza juu ya mapafu, lakini taa ya kwenye bangi yenyewe inazama moja kwa moja paka ndani ya mapafu, inaanza kula kuanzia ndani ya mapafu. Kwa hiyo kwa maana hiyo mpaka madhara yajitokeze iwe imeishatokea juu ya mapafu. Kwa hiyo inachukua muda kidogo kwa watu ambao wana kinga kidogo imara. Kwa hiyo inaweza kumdanganya mtu akaona bwana yuko salama tu, lakini ukijaribu kufuatilia kama tunavyofuatilia sisi huko ndani huko, ndio lazima ikifika muda, kuna wengine wadhaifu haichukui hata miaka 15, lakini kuna wengine wanaweza kuenda tu mpaka miaka 40 ndio anaanza kuona matatizo yanaanza kujitokeza, na yakianza kujitokeza kwa mara moja na kwa muda mfupi sana unakuta anapotea. Hii carcinogen benzopyrene ambao umesema inapatikana kwenye moshi, na ni hatari sana. Watu wanashuhudia mamlaka zinapobaini shamba la bangi huwa wanakatakata na kuchoma moto na moshi unatokea. Ndio moshi huu ambao tunazungumzia ambao una hii kemikali ambao ni hatari. Ndio huo. Kwa hiyo uchomaji ule ambao ni si rafiki pia, kwa sababu moshi unaenda kwenye jamii na watu wanavuta. Nina mambo mawili ya kuzungumza katika hilo. Jambo la kwanza ni kampeni za kutokomeza bangi. Zinapaswa ziwe namba 2. Namba 1 inapaswa hiyo kampeni ya kutokomeza tabia ya kuvuta bangi, kwa maana ya kutoa elimu ya kina na yenye ushahidi kwamba bangi ni mbaya. Unadhani watu hawajui kama bangi ni mbaya? Yaani jamii haina elimu hiyo? Kwa kiasi kidogo sana. Kweli? Kabisa. Mbona hawaivuti hadharani? Nitathibitisha, hamna shida. Ndio. Nitathibitisha. Lakini la pili ndio ni kama la kwanza ni kuanza na kampeni za kutokomeza tabia. Alafu la pili kufuatia na kampeni za kutokomeza bangi. Sawa. Au kuteketeza bangi. Sasa katika uteketezaji wake pale inawezekana tunavuta pia. Kama utachoma ule moshi na wewe moshi ukoupata ukauvuta, maana yake na wewe umeshiriki kuvuta bangi kwa wakati ule. Ndio. Kwa nakubaliana na wewe, uchomaji unaweza kusababisha watu wakavuta bangi. Kwa uchomaji ule sio salama. Sio salama, unapaswa uwe makini sana. Kuna baadhi ya jamii, Mwalimu Majaliwa, bangi kwao ni mboga. Yaani kama vile mchicha unavoungwa, unapikwa, mtu anakula na ugali na wali, na bangi ni hivyo hivyo. Kwa huyu ambaye anakula bangi kama mboga, yale madhara anayapata kama anayopata mvutaji? Yanakuwa ni kidogo, kwa maana inasafiri kupitia media nyingine. Sio sawa na ule moshi ambao unasafiri moja kwa moja kupitia mianya ya pua mpaka kwenye ubongo. Ndani ya sekunde 14 unakuwa umefika kwenye ubongo. Lakini yule anayekula kama mboga, na kwanza katika kufuatilia kwetu, hizo nchi hizo zinatumia majani machanga. Kwa hiyo inafika kiasi kidogo, sio kikubwa, na haifiki kwenye ubongo ikiwa na makali yake. Ina afadhali kidogo kuliko ya kuvuta. Lakini madhara yapo. Yapo. Okay. Yapo, ni yale. Hivi Mwalimu Kapera, ndio kuna aina ngapi za bangi? Kwa sababu nauliza hili swali, inasemekana hata wavutaji wenyewe wanasema kuna bangi zinazotoka katika baadhi ya maeneo wenyewe wanasema ndio kali sana, ikiwemo za Arusha. Wavutaji wanasema za Arusha ni kali kweli kweli, na sijui kwa sababu ndio maana taasisi iko kule. Lakini kwa nini eneo moja inakuwa bangi yake sio kali, eneo jingine ni kali? Kuna aina ngapi za bangi? Ziko nyingi. Na huo mmea siwezi kuzibaini hapa moja kwa moja. Lakini huo mmea hata katika hizo nchi nilizotaja ulikuwepo, ni tofauti na huo mmea ni tofauti na eneo jingine. Kwa hiyo kuna utofauti. Unamaanisha nini? Na maanisha kemikali, ukali wake haifanani. Kwa hiyo bangi ya Jamaica pengine na ya kule Arusha tofauti. Tofauti kabisa. Na sisemi hivyo kwa maana ya tafiti, hapana. Hapa tunazungumza tafiti ambazo tunazifuatilia na kuzisoma ili tutolee elimu vizuri, lakini vile vile tunafuatilia uhalisia kwa wavutaji ambao ndio wanatupa picha halisi. Wao ukifuatilia hata wewe wanakuambia bangi ya sehemu fulani ni kali kuliko ya sehemu fulani.
Lakini pale tunajaribu kujiuliza, tukishirikiana na wataalamu wa kilimo, wanakuambia ardhi inaweza ikachangia. Ardhi inaweza ikachangia bangi ya sehemu fulani kwa kali kuliko sehemu fulani. Wanasema hali ya hewa inaweza ikachangia, kwamba hali ya hewa mahali fulani ikachangia mmea ule usitengeneze baadhi ya kemikali au zisiwe strong zaidi kuliko zingine. Kwa hiyo tunapata mengi kwenye uhalisia kama wewe unavyo. Hivi Tanzania hapa ni eneo gani bangi inalimwa kwa wingi? Kwa sababu tunafahamu ukizungumzia pamba unajua kabisa kuna mikoa inalima, lakini zaidi kanda ya ziwa. Ukizungumzia korosho inalimwa mikoa mingi, lakini zaidi mikoa ya Mtwara, Lindi na vitu kama hivyo. Ukizungumzia zabibu zinajulikana ziko Dodoma, hata kama maeneo mengine yanalima hivyo. Sijui alizeti ziko Singida. Bangi zinalimwa wapi zaidi na ambazo zinastawi kweli tofauti na maeneo mengine? Ndugu mtangazaji, ile swali ni ngumu kidogo kwa sababu mazingira yao mmea ni ya kificho sana. Kwa hiyo pengine hata takwimu ambazo nitakazosema hapa kwa namna tunavyofuatilia hilo jambo zisiwe sahihi sana. Lakini wao wavutaji ukiwauliza wanakuambia mkoa wa Arusha kuna maeneo yanalima bangi inapatikana kwa wingi sana. Arusha. Lakini ukiwaambia ni wapi, pengine hata shamba usione. Lakini unakuta ukanda fulani kweli ipo sana. Nataka nijenge imani mimi wanachokisema wao ni sahihi, kwamba wanadai Arusha, wanadai Morogoro. Arusha na Morogoro. Japo sio wote, lakini wanavyosema wao milimani. Wale wachache wanasema maeneo ya milimani. Tunaishia hapo basi, lakini hatuna takwimu sahihi kwa sababu hata mashamba hatujaonyesha. Sawa. Mwalimu Majaliwa Kapera, umezitaja kemikali 421 kwenye mti wa bangi na ukasema kemikali 150 kwenye moshi, sio? Ndio. Hivi hizi kemikali zote hakuna hata ambayo ina athari chanya? Yaani kwamba wataalamu wanaweza wakatumia bangi katika matumizi sahihi kwa kutengenezea kitu fulani ambacho kizuri kwenye jamii, tofauti na haya madhara hasi. Nashukuru. Mmea wa bangi ulipanda thamani sana nchini Marekani. Naomba nirejee Marekani kwa sababu vijana wengi wanapokea magharibi. Sasa na sisi twende tukashughulike nao huko magharibi. Na tafiti nilizozichukua mimi nimechukua tafiti za chuo kikuu cha Utah University kiko Marekani. Sawa. Kati ya mwaka 1914 mpaka 1940 mmea wa bangi ulipanda thamani sana kule Marekani, na mpaka zikawekwa sheria mbalimbali za kuuzalisha huo mmea. Ndio. Kwa maana ulikuwa una matumizi chanya. Lakini matumizi yenyewe yalikuwa ni kutengenezea baadhi ya madawa pamoja na viwandani. Mwaka 1937 mji wa Jamestown Marekani nusu ya nguo zilizokuwa zinatumika katika mji huo, yale majaketi yanajazwa nyuzi ndani kwa ajili ya baridi, zilikuwa ni nyuzi za bangi. Kwa hiyo ule mmea kwenye mti wake unazalisha nyuzi. Kwa hiyo umesema je, huwezi kuwa na faida nyingine? Ule mmea faida zake. Faida ya kwanza, ule mmea unazalisha nyuzi, na katika miaka hiyo walikuwa wakitengenezea nyuzi za kutengenezea majaketi, nguo za winter clothes, nguo za baridi, lakini walitengenezea zile nyuzi imara sana za kuvulia samaki, nyavu za kuvulia samaki kupitia mti wa bangi. Lakini walitengenezea ropes, zile kamba nene za kuvutia magari. Lakini pia walitengenezea baadhi ya madawa, na sio kuvuta kupeleka kwenye ubongo. Kwa hiyo ilitumika kemikali zile kutengenezea baadhi ya madawa, na alikuwa anahusika na masuala ya moyo. Lakini vile vile zile mbegu kwa namna tunavyofuatilia na kupitia mapitio mengi au maandiko mengi ya kuhusu bangi, zile mbegu inaonekana katika miaka hiyo zilikuwa zinatumika kutengenezea mafuta ya kuendeshea mitambo. Kwa hiyo kwa ajili ya madawa. Yani unamaanisha mbegu za bangi zinazalisha mafuta? Ndio. Tuendelee.
zinazalisha mafuta ya Sawa. kuendesha mitambo. Kwa hiyo pale tuna dawa mbalimbali, tuna chemical mbalimbali, Ndio. tuna mafuta yanaweza kutengenezwa pale yakatumika kwa matumizi mengine ya kwenye madawa kwa kiasi ya mafizician wanavyofahamu. Ndio. Lakini vile mmea kama nilivyosema awali Nasikia mpaka vipodozi unaweza kutengenezwa na hizi. Lakini kwa yale matumizi yale ya namna ile, Ndio. yaliyogusa watu wengi, vijana wakajiongeza, ndo wakabatilisha. Ndio maana tunasema ikawa drug abuse. Sasa wakabatilisha matumizi, kwa nini tusivute niingize kichwani? Kwa hiyo ndo wakaanza kuvuta kuingiza kichwani. Sasa kichwani ndiko ina madhara. Sasa baada ya mwaka 1940 mpaka miaka 2000 ndio tafiti nyingi sana zikafanywa. Hapa nilipokuja kuzungumza na wewe, tumefanya mapitio ya tafiti 74 za mashirika mbalimbali yaliyofanya tafiti na kuwasilisha ripoti zao, lakini watafiti mmoja wanasayansi wabobezi wako 82. Kwa hiyo ukijumlisha ile 74 na 82 yote yakaandikwa na wabobezi wa madawa wa chuo kikuu cha Utah Marekani, wako watatu, bwana Glenn R. Hanson, bwana Peter J. Venturi pamoja na Annette E. Fleckstein. Wakachukua tafiti zote hizo sasa wakaandika kitabu kimoja kinaitwa Drug and Society. Kina jumla ya ukurasa 570. Katika kitabu hicho sura ya 13 toleo la 9 inaanzia ukurasa 382 mpaka 411, ndio kimechambua bangi kwa kina. Na walioandika ni wabobezi wa mafamasisti, wabobezi wa madawa katika chuo kikuu hicho, na wakabaini hayo madhara sasa. Na hizo tafiti zilianza kama nilivyosema awali baada ya mwaka 1940 na kuendelea. Ila nyuma ya 1940 mpaka 1914 hapo katikati watu waliona ni dili na mpaka uko unazalishwa sana ule mmea. Kwa hiyo ni kweli, katika kuhitimisha tu maelezo yangu, ni kweli kwamba kuna baadhi ya matumizi ya bangi yana faida, lakini si kuvuta bangi kupeleka kichwani hakuna faida. Kwa hiyo kama mtaalamu unashauri matumizi ya bangi katika sura sahihi, au kwamba hata kwa matumizi hayo mazuri bado tu wewe utake kilimo cha bangi kiwepo? Tuna shida mafuta na umesema mbegu zake zinazalisha mafuta. Nazungumza katika historia, kipindi hicho ndio ilifanyika hivyo. Sawa. Na ndio ikachochea watu wakalima. Lakini baada ya kutafitiwa ina madhara na tayari tabia ile imeshaingia kwenye jamii, na wenyewe wale waasisi wetu wa matatizo ya bangi wakaanza kutoa elimu kukataza. Ndio. Na sisi hatuna budi kuikataza bangi na kuharibia vijana. Nakushukuru sana. Mnafanya kazi na vijana. Ndio. Mkiwahoji vijana ambao wameingia kwenye huu mkumbo wa kuvuta bangi, wanaeleza yani nini hasa kila wasukuma mpaka waingie kwenye matumizi ya uvutaji wa bangi? Wengi wao wanakuwa wanashawishiwa na nini? La kwanza ni makundirika. Ndio. Mimi nimewiwa kufanya kazi kama kuanzia NGOs kusaidia jamii, lakini mimi ni mwalimu wa darasani kama nilivyosema awali. Na mashuleni ndio mahali ambapo kuna makundi makubwa ya vijana. Kwa hiyo taarifa nyingi sahihi tutazipata kule. Sawa. Changamoto kubwa ya ujana ule rika hilo ni kwamba ana kisaikolojia yeye anajifunza kwenye makundi zaidi kuliko nyumbani. Kwa hiyo makundi rika ndio sababu kubwa sana inayowafanya vijana wajiingize kwenye kuvuta bangi. Kwa maana anapokutana na mmoja tu mwenye tabia na mneo akawaeleza wenzie wanaingia bila kujadili. Tofauti hata la mzazi akamwambia, anaweza kalifuata kwa kusuasua, lakini kwa la wenzie analipokea haraka. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, tukiacha makudirika, ni msamaratiko wa kifamilia. Pengine wazazi kupitia kipindi hiki wakanichukia, lakini naomba niwe mkweli. Familia zinaposambaratika watoto wanakosa malezi. Kwa hiyo anaogota kila analolikuta.
kila tabia anayekuta, kila analoambiwa anaogota, kwa sababu ile muhimili wa maelekezo haupo tena vizuri, kwa maana ya wazazi wawili. Kwa hiyo msambaratika wa kifamilia unachangia sana. Lakini vile vile niseme kuna kampeni ambazo sijui zinaendeshwa na nani, za kuchochea bangi kuonekana ni kitu cha kitu cha umaarufu. Na ni kuambia tu wewe utakuwa shahidi. Kofia nzuri zina picha ya bangi. Stika za kwenye bodaboda zina picha ya bangi. Handkerchief zina picha ya bangi. Soksi zina picha ya bangi. Lakini hata watu maarufu pengine wakaonyesha umaarufu, lakini akaweka bangi hapa anavuta. Hayo ni mambo ambayo yanachochea sana. Kwa hiyo kampeni zetu hizi za kukataza zinaonekana hazina nguvu sana ukilinganisha na kampeni za kuhamasisha. Ndio maana hiyo tabia inakuwa, maana kampeni za kukataza zingelikuwa ni kubwa kuliko za kuhamasisha, maana yake isingeenea kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nimekuambia kama manne hapo. Okay. Na kwa upande wa jinsia sasa, ni vijana wa kike wa kiume ndio ambao wavutaji zaidi wa bangi? Wa kiume, lakini wa kike pia wapo. Na sababu ni hizo kwa makundi, kwa jinsia zote. Kwa jinsia ya kike, jinsia ya kiume imeumbwa katika umaarufu. Kwa hiyo wale kutaka umaarufu, kutaka ubingwa, kutaka umwamba, wanafikiri kwamba kuvuta bangi ni umwamba. Kwa hiyo wao wanajiingiza sana kwa staili hiyo, lakini wa kike ni kukushawishiwa. Kwa hiyo ni kweli kwamba idadi ya wasichana wanaovuta bangi ni wachache kuliko idadi ya wavulana. Wavulana ni wengi sana. Kwa hiyo naomba tuijumlishe hiyo kama sababu moja wapo. Hata jinsia ni sababu moja wapo. Unajua kuna mtoto sasa hivi au kijana sasa hivi anavuta bangi, Ndiyo. Alafu wazazi wake hawajui. Na wapo nyumbani, anatoka na kwenda shule, anakwenda shule zake, anarudi, lakini anavuta bangi. Ukimwambia babake au mamake anaweza kukubishia na mkagombana. Kama mtaalamu, hebu wasaidie wazazi wenye watoto ambao wanavuta bangi bila wao kujua. Anaweza kagundua vipi kama mtoto wangu huenda anavuta bangi? Kuna vitu gani vinajionyesha kwa mtoto ambaye anavuta bangi? Nashukuru. Kwanza tunaanzia, nichukue yale ya shuleni kule. Hapo na unanitaka nizungumze kichwa cha habari kinasema the effect of marijuana in critical thinking. Hasa hiyo shuleni hiyo. Sasa kwa wazazi inachukua hiyo. Ndio. Athari ya kwanza anayoipata ni kupoteza kumbukumbu. Hata ukitaka kumjua mtoto anavuta bangi, unamwambia jambo sasa hivi, kesho anarudia lile. Pengine ukamwambia leo, baadaye tu hata siku haijaisha amerudia hilo. Mbona watoto wetu hawa mwalimu tunawakataza usichezee moto, kesho anachezea tena? Ni bangi hizo. Mtoto mdogo unakuta. Nashukuru. Mtajaza na zingine. Sawa. Hiyo ni ya kwanza. Sawa. Lakini ya pili, utamwangalia anakuwa mtulivu sana wakati fulani. Si wakati wote. Anakuwa wakati fulani tu, ukifika wakati maalum anakuwa mtulivu sana. Maana hapo najua wazazi wanakusikiliza kwa makini kabisa. Alafu wanaanza kukompea na watoto wao nyumbani. Sawa. Tena natamani wanisikilize kwa makini kabisa. Ndiyo. Hata kama wana kalamu andiki. Ndio. Hiyo ni indicator, ni kiashiria kikubwa sana. Kwa nini muda wote anakuwa sio mtulivu, lakini muda fulani ukifika anakuwa mtulivu? Lakini sababu nyingine ambayo inaweza mzazi ikamwezesha mzazi akatambua ni anakuwa na muda maalum anapotea kwenye macho yake. Muda maalum. Na mara nyingi baridi inapoanza, hawavuti jua linapokuwa kali. Mvua ikinyesha, jioni ikianza kufika jioni kwamba jua limetua, ubaridi unaanza, mtoto anapotea nyumbani. Hiyo ni ya tatu. Lakini ya nne, anakuwa rafu. Wakati mwingine hachani nywele, hafui, hajipendi. Lakini ya tano, anakuwa mzito kuzungumza. Verbal expression. Mzito, maneno yanakuwa mazito kutoka mdomoni.
Okay. Lakini jingine pia hoja, wenyewe lugha ya kitaalamu wanasema argument, poor argument. Hoja za maana anakuwa hana. Wewe jaribu kuzungumza naye alafu muulize jambo ambalo linahitaji kufikiri kidogo, hawezi kufikiri. Hapo tilia mashaka, huyu mtoto namna gani? Lakini jingine pia anakuwa mvivu. Anaweza akaamua katulia tu, mpaka umwambie nenda kafanye jambo fulani ndio anaweza kwenda kufanya. Usipomwambia anaanza anatulia tu. Hizo indicator zote zinaashiria kuna kitu. Sawa, tuwachunguze watoto wetu. Pengine tunaishi nao wanavuta bangi afu sisi hatujui. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni Mwalimu Majaliwa Kapera, ni mkurugenzi wa taasisi ya Vijana Nguvu Kazi ya Taifa ambaye inafanya kazi Tanzania nzima, lakini wenyewe zaidi wako pale jijini Arusha. Mwalimu, hebu nisaidie hili kwa sababu nadhani ilianza likawa lina faida kwa taifa. Tanzania bangi inalimwa na of course kwa mfano mamlaka kupambana kudhibiti dawa za kulevya kupitia Commissionary Taslimu wanafanya kazi kubwa sana. Wanabaini, wanateketeza, lakini kesho kutwa kuna mashamba mengine yanabainiwa yanateketezwa, kesho kutwa. Yaani maana yake kilimo cha bangi kipo. Na kama kipo maana yake kuna wateja. Sawa. Wakati mwingine kuna magunia ya bangi unasikia jeshi la polisi limekamata na safirishwa. Maana yake wateja wapo. Zaidi kuna baadhi ya mataifa yameruhusu matumizi ya bangi, ikiwemo Marekani. Mwalimu, uone kuna haja sasa hiki kilimo kikarasimishwa na kuletea taifa pesa za kigeni? Yaani kwamba bangi zikalimwa lakini zikauzwa nje kule ambapo wenyewe wanaruhusu kilimo cha bangi au matumizi ya bangi. Sisi kazi yetu ni kulima tu na kuwauzia wao. Ulioni hilo? Kwa sababu hata tukisema tudhibiti bado biashara bangi ipo. Kwa hiyo ili tusikose vyote, tupate basi pesa kama nchi, zikusanywe, ziratibiwe vizuri, mizigo yote una export kupeleka Marekani kwa mfano California kule. Uone kama kuna pesa nyingi nchi tutapata kupitia bangi. Ni kweli. Ni kweli, lakini labda nieleze hivi mimi. Ndio. Linafanana na watu wanavyoniambia kwamba mnaposema bangi ina madhara mengi, kwa nini mnazungumza madhara hamzungumzi faida? Kuna watu wanasomesha watoto shule, wamejenga nyumba, wamenunua vyombo vya usafiri kwa biashara ya kuuza bangi. Utamwambiaje bangi ni mbaya akakuelewa? Lakini hebu tutafakari, mimi na wewe na Watanzania na dunia utusikilize. Hayo maslahi yana upana upi? Hebu tuangalie upana wa maslahi hayo. Na athari ziko katika maeneo gani? Bangi na athari kiuchumi, kiafya, kijamii. Sasa hebu tuangalie swala la kijamii. Of course kiuchumi inaweza ikawa ni njia ya kupata hela, kwa maana kama kuna mataifa yameruhusu na yanatumia, maana yake tunaweza tukarasimisha na tukalima na tukauza. Okay, sawa. Lakini madhara kwenye jamii ikweje, ambaye ndio maslahi mapana ya nchi sasa. Okay. Lakini nchi yetu ina vyanzo vingapi vya kupata fedha? Vingi tu ambavyo havina madhara kwa jamii. Lakini tunafanya machaguo ya kuchagua project fulani ambayo ina maslahi mapana ya kitaifa. Tunaangalia, je, pamoja na mradi huu unasababisha madhara mengine yanayojitokeza ni yapi kwenye jamii? Kama madhara kwenye jamii ni mengi zaidi, ni heri kwa chanzo tukaachana nacho, tukabaki na vyanzo vingine. Hivi hakuna mtu ambaye maana kwenye jamii imezoeleka mvuta bangi ni mtu ambaye yuko rafrafu, ni mtu ambaye anaweza kukukaba, anaweza kukudhuru na vitu vya namna hiyo. Sasa hakuna mtu mvuta bangi afu yuko smart, anafanya shughuli zake. Kwa mfano, tule tu mfano, labda mtu mbunge anakwenda bungeni, anatoa hoja, anasimamia vizuri serikali, lakini anavuta bangi vizuri tu. Hakuna mtu namna hiyo. Au mtu ni daktari, kwenda hospitali anafanya watu operation, tena upasuaji wa kibingwa, lakini mvuta bangi mzuri tu, anafanya majukumu yake vizuri kwenye jamii. Hakuna watu namna hiyo. Sitaki kukataa. Na imani kwenye jamii watu kama hao wapo. Lakini pia nisingetamani tukubaliane na muovu aliyefanikiwa. Yeah. Tuhalalishe uovu kwa sababu kuna muovu mmoja amefanikiwa. Kama hilo swala ni la kiovu, mimi naomba
ningitamani kwa mawazo yangu, ukitaka mawazo mimi kama mimi. Ndio. Kwa kuwa jambo ni la kiovu na linaweza kutembea kwenye jamii kwa mapana zaidi na likaleta madhara makubwa. Ni vyema tukalikataa sasa. Sawa, mimi natamani tupate japo mvuta bangi mmoja. Ndiyo. Atupigie simu, atoe maoni yake. Ndiyo. Na yeye aeleze, pengine ajibu hoja ambazo umekuja nazo. Sawa. Hasa kwenye zile kemikali. Sawa. Kupitia nambari 0767444701. Nipigie simu mtazamaji. 0767444701. Wakati mwingine si lazima sana tu ujitambulishe jina lako, labda uko wapi. Hata kama unatumia bangi, tueleze unavuta bangi. Je, kuna madhara ambayo unakutana nayo ambayo mwalimu Kapera hapa amezungumza, au kama ni tofauti na hivyo tuambie, au unaishi na mtu ambaye anavuta bangi, haya madhara ambayo unayoyaona ndio haya ambayo mwalimu hapa amezungumza, lakini unadhani nini kifanyike sasa ili kuweza kudhibiti matumizi ya bangi kwenye jamii, kwa sababu kuna madhara ambayo mwalimu amezungumza na amezungumza kwa mujibu wa utafiti. Nambari ni 0767444701. Kuna watazamaji wametuma ujumbe hapa mwalimu. Kuna mtu anaitwa Godfrey Lauren, anaitwa Godbeth Lauren, asema bangi kitaifa ina faida kubwa sana, kuanzia kutengenezea madawa hospitalini, vitu vingi utegemea huo mmea. Sema nchi yetu haizalishi vitu, hutegemea hununua au kupewa msaada na mataifa mengine yanayo utumia huu mmea. Kitaifa, Tanzania ni nchi yangu, na ila inachosha kuwe na viwanda kuweza kuzalisha vitu, uone kama serikali hawata uhitaji huu mmea. Tujiongeze Tanzania. Mwisho amemalizia hivyo. Yani anamaanisha kuna baadhi ya mataifa wameruhusu matumizi ya huu mmea wa bangi, alafu wanapata faida na hatimaye kuisaidia Tanzania. Kwa hiyo Tanzania wenyewe mmea upo, lakini hawautumii vizuri. Asante sana mtazamaji. Meshak James Yogo, kama kuna mimea inanawiri kwenu au kuna mahali iko na thamani ya pesa nyingi, ujue kuwa anayepiga ukulima mmea huo marufuku ni adui na mwenye ardhi hiyo, ambaye ni Mungu, na ni adui wa mkulima ambaye ni wewe. Sheria za kikoloni kuhusu bangi iangaliwe upya. Kama sigara zinauzwa na onyo, kwa kuwa mchangiaji mkubwa wa kodi wa serikali hapa kwetu. Afu jumbe yake ndugu yangu umekatika, Meshak James. Yani kwa SMS hizi mbili tu, na inaonyesha ishara kabisa wengi kama vile wanatamani bangi yani ruhusiwe, lakini iwe na udhibiti wa hali ya juu. Pengine udhibiti unaweza kuwa mgumu. Wakati tunaendelea kusubiri simu za watazamaji, nitaendelea kupitia hizi SMS, lakini katika siku za hivi karibuni mwalimu Majaliwa kumeibuka matumizi ya bangi katika biskuti, katika chokoleti, katika pipi na vitu vya namna hiyo, na unaweza kaona hatari iliyopo kwa watoto. Maana watoto wanapenda sana chokoleti, wanapenda sana biskuti, lakini zipo biskuti zinatengenezewa na bangi. Kwako wewe ambaye uko mbele kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na matumizi au na madhara ya bangi, ukiona kuna bangi imetengenezwa kupitia chokoleti au biskuti, wewe kwako unaionaje hii? Kama itakuwa hivyo ni hatari zaidi. Lakini binafsi yangu hilo naomba nisilisemee chochote, kwa sababu sikukutana nayo moja kwa moja. Lakini ikifikia hivyo ni hatari sana. Ndio. Niseme sikatai hilo, kwa sababu nilikuwa na jaribu kuangalia nchi za wenzetu, hasa historia ya nyuma kidogo ya Jamaica. Nimekuta mambo haya. Walikuwa wanatumia kutengenezea biskuti, walikuwa wanatumia kama mboga, kwa maana kwenye vilaji kabisa walikuwa inatumika na kwenye kusindikia baadhi ya vyakula. Ndio. Kwa hiyo sikatai, ila kama ipo hilo ni hatari sana. Maana yake natoa wito kwa mamlaka zetu zinazohusiana na vyakula kuwa makini zaidi, ili jitihada hizi kama tunazipiga vita, basi tuzipige vita katika nyanja zote. Okay. Ndio. Kuna kitu kinaitwa skanka. Hivi skanka ni nini, Mwalimu Majaliwa? Iko kwenye skanka. Aina mojawapo ya bangi inaitwa skanka.
Inawezekana hilo jina ni kwa sababu inatambuliwa kwa majina mengi sana. Inawezekana hilo jina labda ni la kienyeji. Skanka ni aina ya bangi ambayo inatajwa ni mchanganyiko wa indica nadhani unajua vizuri. Sasa humo kuna mchanganyiko inatajwa kuna indica, lakini vile vile kuna sativa vimechanganywa kwa pamoja, ndio inapatikana hiyo bangi ambayo inaitwa skanka, ambayo inatajwa ni hatari kulikweli. Sasa nikadhani labda una taarifa nayo, na kama inapatikana kwa mfano Arusha na udhibiti wake uko namna gani, nikadhani labda unaifahamu zaidi. Lakini skanka ni maarufu sana sasa hivi. Ifanyie kazi ya mwalimu. Nashukuru. Hiyo ifanyie kazi. Nimepata kitu kipya cha kutemka cha kufanyia kazi. Skanka ni hatari. Ukiuliza vijana wa Arusha, skanka wanaijua sana. Lakini hebu tuzungumzie sasa matumizi ya shisha. Shisha ni tumbaku. Ndio. Lakini zipo shisha nyingine zinatiwa bangi na zinavutwa sana. Vijana wanazitumia kweli kweli. Sijui unaonaje hii hali, mamlaka unaweza ukazishauri kitu gani? Mimi narudi pale. Swala la elimu ni muhimu sana. Halitatufikisha 100%, lakini tujaribu kuangalia mitaala yetu. Pale mtoto anapojifunza mambo katika rika lile la kila anachokipokea anakiweka kwenye akili yake, basi hizo agenda za madawa zingipitia hapo. Langu ni elimu. Sina jingine. Haitafikia 100%, lakini itakuwa limesaidia eneo kubwa sana. La kwanza. Lakini la pili ni mamlaka. Kupitia kipindi hiki tunachokifanya leo, ninaomba mamlaka zinazohusika na udhibiti wa hayo mambo, haya madawa hayo, zifuatilie kila kona. Na taarifa zaidi zinapatikana kwa watumiaji wenyewe. Wana taarifa nzuri sana, hawana shida, wako wazi tu. Wanaweza wakawa ni dira nzuri ya kufuatilia na kuchukua hatua haraka katika kuzuia. Mimi langu ni hilo katika. Hivi kuna mtu mzima mwenye umri mkubwa kiasi gani ambaye umekutana naye na anatumia anavuta bangi? Wengi. Kama umri miaka mingapi? Samahani, tunazungumza na mtazamaji anaitwa Philip, ipo Kinondoni. Philip, habari yako bwana Philip? Maana nataka nishangae usipige simu kwenye hii mada. Karibu sana Philip. Asante sana, habari hapo? Nzuri bwana, karibu kangu. Karibu sana. Asante sana. Mmeita mada nzuri sana. Vijana wengi ukiwaambia kwamba bangi inaita ukichaa, mnabishana naye sana. Kwa sababu mimi bangi hizi mwaka 20. Ndio. Unavuta na kichaa. Sawa. Sasa mimi nataka kwamba kusikia vile nyingine kwamba ni kweli inaita kichaa, au watu ambao wameshawahi kupita kichaa, wale pia wanapromote kwamba bangi sio nzuri ya kichaa. Na nyingine zaidi ama da kulevya, hata pombe kali pia. Ni madawa kulevya. Hizi pombe kali zinaharibu afya na zinasababisha vifo vingi sana vimeshatokea. Mimi kwa naomba kwamba itolee elimu kusudi watu wajue kwamba hizi pombe kali zina madhara sana, zinaharibu figo, nini na kadhalika. Ili kuepuka nao wafanye hivi au wale za kulevya aina gani au wasinywe sana, ili kuepukana na hizi pombe kali ambazo zina madhara sana. Na sasa nimekuwa kama upate pale vijana wamekutia sana huko, vijana kitu tunaongezeka na pombe kali sana kunywa. Yangu asante sana. Asante sana Philip. Nakushukuru bwana. Salimia Kinondoni hapo. Mtazamaji wetu huyu ametoa maoni yake. Sema vijana hawaamini. Ukimwambia bwana sijui bangi inaharibu akili, inaharibu ubongo, vijana hawakuelewi. Lakini pia naona amezungumza zaidi kuhusiana na matumizi ya pombe, hasa hizi pombe kali. Tunakushukuru sana mtazamaji. Kuna mtu anaitwa Richard Mahimbo, yeye anasema natambua juhudi za serikali na jamii kwa ujumla imekuwa ikikemea sana kuhusu vitendo vya utumiaji wa madawa ya kulevya ikiwemo bangi, na watumiaji wanaona ina faida kwa afya zao na akili, waachwe endelee kutumia. Lakini serikali ije na mpango mkakati kuhakikisha hakuna atakayeruhusiwa kuwa mtumishi wa umma katika tasnia yoyote hapa nchini, kwa kuwa hawezi kuwa na udaktari mvuta bangi. Anasema hatuwezi kuwa na daktari mvuta bangi au mwalimu mvuta bangi, waziri mvuta bangi, diwani mvuta bangi, mbunge mvuta bangi, dereva na kadhalika.
kuwepo na vipimo vitakavyobainisha wavuta bangi na matangazo yawepo kila mahali. Hatuajiri wavuta bangi, na ukisoma hadi chuo kikuu kama uliwahi kuvuta bangi huwezi kupata ajira yoyote nchini Tanzania. Hii imekaa sawa, na huo utakuwa mwarobaini kwa habari ya dawa za kulevya. Mtazamaji wetu anaitwa Richard Mahimbo ametoa maoni yake hayo, kwa anataka wavuta bangi wabaki kwenye taasisi binafsi, lakini kwenye taasisi za umma wavuta bangi wasiwepo. Okay, kwamba wewe wanapimwa kutaka kupata ajira serikalini, una kipimo maalum, unapimwa kwenye damu yako, kama inaonekana kuna vimelea vya bangi wewe kazi hupati. Hayo ndio maoni yake. Nambari ni 0767 mtazamaji 444701. Nipigie kama una swali, una maoni, una mchango na ushauri. Basi hii ni fursa nzuri kuweza kuitumia kutuandikia hayo maoni yako. Hivi Mwalimu Majaliwa, ushawahi kulishuhudia shamba la bangi? Kama hujanijibu swali langu, kuna mtazamaji kwenye line. Hello mtazamaji, habari za jioni. Salama, habari sasa. Nzuri bwana, unaitwa nani? Naitwa Sebastian kutoka Kitunda hapa Dar es Salaam. Karibu sana Sebastian. Ndio bwana, nimesikia mada yenu hapo ni nzuri kuhusu hiyo mihadarati sasa ni bangi. Ndio. Sasa mimi nilikuwa naomba tu kama vipi, kwa sababu kama vipi tu mimi nilikuwa naomba, ninapendekeza kwamba siruhusiwe tu, kwa sababu unaona bado vijana wanavuta, bado vijana kila siku watu wanafyeka huko kima DC na maskari wanafyeka mapoli, na maana bado watu wanalima, na maana bado kuna uhitaji, watu wanahitaji hizo nani hizo. Kwa sababu mbona sigara na nani na kati zimeandikwa onyo na kati bado zinavutwa. Sasa bangi kwa nini ikatazwe? Ila mimi nilikuwa maoni yangu ni hayo. Sawa, Seba nakushukuru sana bwana kutoka Kitunda. Endelea kutazama ITV. Yeye anatamani kuona vipindi vya namna hii, elimu za namna hii zinatolewa zaidi. Maoni yake si mabaya. Naam, nitamani kufahamu, ushawahi kulishuhudia shamba la bangi? Hapana, isipokuwa nimekuta mimea ikipandwa kwa uchache porini. Anapanda hapa mchache, hapa michache, hapa michache. Ni eneo kubwa lakini halimi shamba moja. Hapana, nilikuta hapa 5, tukaenda sehemu nyingine 4, sehemu nyingine 1, sehemu nyingine kama 8. Kwa hiyo ametapakaa porini lakini si shamba moja nimeona. Hivi unadhani serikali ina nia ya dhati kupinga matumizi ya bangi nchini? Hilo naomba nisilisemee kwamba haina nia ya dhati. Unajua nimeuliza hivyo kwa sababu hao wavutaji wa bangi, ili avute bangi wanatumia vile vikaratasi wanavitaja Rizla. Ndio. Ambazo zinauzwa madukani na pengine zinaingizwa kutoka nje ya nchi na zinapita kwenye mipaka yetu, kama ni bandarini, kama ni uwanja wa ndege, na mamlaka zipo zinaona Rizla zinaingia na zipo masokoni na wala haziuzi kwa vificho. Rizla kazi yake ni kunyongea bangi tu, lakini zipo. Wewe unaonaje mwalimu? Na kuona umeanzisha NGOs lakini kuna hizo changamoto, hiyo unaionaje? Ni changamoto kwa sababu ni eneo ambalo linahitaji wadau wengi sana. Lakini mdau mkuu sasa ni serikali. Sisi jamii tunaongeza nguvu kusaidia jitihada njema za serikali. Lakini mnafanya kazi na serikali. Tunafanya kazi na serikali. Hamwahoji hivi vitu. Mimi nadhani kuna haja sasa, umetoa dira, kuna haja tu na mijadala kama hii tunayoifanya. Nadhani Watanzania kwa ujumla wao, kwa maana viongozi na wasio viongozi, wanasiasa na wataalamu watachangia. Watachangia kuona wapi kuna lega. Wapi kuna lega, nani anatakiwa kaze wapi, ili angalau tuweze kuzuia. Lakini mimi nitoe wito tu kwa serikali. Kuna haja ya kuangalia mianya inayowezesha swala hili la utumiaji wa bangi likakuwa kwa kasi, likapigwa marufuku. Sio hilo tu. Hata tunaona sokoni kule nguo zinazoingizwa zenye chapa ya bangi, kofia zina chapa ya bangi, socks zina chapa ya bangi. Kuna haja ya serikali kuelekeza macho kwenye hivyo vitu na kuweka jitihada za kukataza. Hiyo alama isitumike kwenye hizo nguo, ni sehemu ya kuhamasisha. Hivi vijana Arusha wanafuta sana bangi? Wanajitaga wadudu wenyewe. Wale sijajua wale. Mwalimu, unafanya kazi na vijana? Ndio. Na ni Arusha? Ndio. Nimejikita sana mashuleni ambapo naamini kuna makundi makubwa, wale wenyewe wana ile elimu itawasaidia moja kwa moja, lakini wale watakuwa balozi.
na tunawaambia ukitoka pale uwe balozi nyumbani kwenu, ukafanya hizi semina nyumbani, umueleze baba yako, waeleze wadogo zako bangi ni mbaya, kwamba tumefundishwa shuleni. Kwa hiyo tuko shuleni zaidi, na tumefikiri hivyo kwa sababu jitihada hizi, kuhangaika na mtu mzima ni kazi ngumu sana. Labda nikwambie tu, mtu akishaingia kwenye uvutaji bangi akaathirika, kuacha inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo ninapofanya hizi vipindi kama hivi, ninapotoa mada zangu, mara nyingi nazungumza tujikite sana kumwepusha kijana asiingie, kwa sababu akishaingia, akiacha kuna madhara yanamtokea. Nitaeleza hapo baadaye kidogo. Yale madhara hawezi kuyavumilia, ataendelea tu. Kwa hiyo wale wa mtaani kwa kweli kwa sasa tumewaacha, sisi tumekimbilia kunusuru taifa la kesho. Nimeuliza hivyo mwalimu kwa sababu taasisi yako inaitwa Vijana Nguvu Kazi Taifa. Na wapo vijana ambao hawapo mashuleni. Lakini vijana sasa naona kama mtakuwa mnaliacha ile kundi linazidi kuteketea. Pengine mngekuwa na miundombinu fulani hivi, mkatengeneza mazingira ya kuwafikia vijana ambao pia wako nje ya mifumo ya elimu. Sawa. Mkakutana nao na kuwapa hizo elimu pia za madhara ya bangi kuliko kuwategemewa shuleni peke yake, sio? Ni kweli. Ni jambo jema. Ila kwa kuanzia tumeanza na hawa wa shuleni, wao mabalozi. Lakini hilo pia ni faida ya leo nimeipata katika kipindi chetu. Sasa mwanzoni nilikuuliza kuna mtu mzima mwenye umri gani ambaye anavuta bangi kisha kukutana naye? Kuna simu ikaingia pale ukashona kujibu. Nimekutana na wengi. Lakini labda niongee watatu. Ambao hao watatu, wawili ni marehemu mpaka sasa hivi walikufa, na walikufa na changamoto za kensa ya mapafu. Wote wawili. Lakini moja alikwenda magereza. Sitaki nizungumze hiyo sawa. Nitakuwa sitendi haki na kisheria, ni makosa. Lakini na yeye alikuwa ni mtu mzima sana, mtu wa miaka 60. Lakini alikuwa anavuta bangi na baadaye kampeleka kufanya tukio ambalo ni tukio libaya. Basi walikuwa wanafanya shughuli gani? Watu. Yaani watu ambao na familia zao, na shughuli zao za kiuchumi wanazifanya. Mmoja alikuwa ni kimsingi alikuwa ni wakulima. Ni wakulima wanafanya shughuli zao za kilimo. Yaani hiyo nimuuliza hilo swali kwa sababu najaribu kufikiria kama ni mtu mzima kama baba, labda kabla tujizungumza ile. Ndio. Kuna mtazamaji kutoka Arusha. Habari yako dada Ashura? Salama. Marhaba binti. Uko Arusha sehemu gani Ashura? Niko Arusha Arumeru. Uko Arumeru. Karibu sana Ashura. Karibu sana, swali lako, maoni yako. Asante. Ndio. Nilikuwa nashauri serikali. Naam? Nilikuwa nashauri serikali. Ndio. Ihalalishe kilimo cha bangi japo kisimamiwe na serikali. Yaani kilimo cha bangi kinafanywa na serikali kwa ajili ya biashara. Kwa nini umefikia kuna bidhaa nyingi tu ambazo zina madhara kwa binadamu na zinaruhusiwa kama sigara, yani zinauzwa japo zimeandikwa madhara yake. Okay. Pombe. Kwa hiyo tunatakiwa labda zitie tu ushuru kwa wale wakulima, hata ibangi wekewe ushuru kwa wale wakulima wanaolima au watumiaji labda. I see. Ili faida kwa serikali. Ashura, kwa sababu wanaolima wengi sio watumiaji, ni wafanyabiashara. Ndio. Walipe kodi manake. Ndio. Ashura, wewe unavuta bangi? Hapana, sijai kuvuta. Ila wavuta bangi unawajua? Ashura? Nawajua wachache. Na hapa Arumeru bangi inapatikana sana eh? Sijai kuona shamba mimi. Ila unajua kabisa zinauzwa na watu wanazitumia? Ndio. Asante sana Ashura. Maoni yako ni mazuri. Endelea kutazama ITV. Haya. Mtazamaji yuko kutoka Arumeru, yuko Arusha. Sawa. Yeye naona ameiona fursa upande mwingine kwamba serikali inaweza ikapata faida kupitia kilimo
cha bangi. Kwa hiyo serikali isimamie kilimo cha bangi na kuuza kama mazao kwa hao mataifa, kama vile ambavyo mimi pia nilishauri mwanzo. Kuna yale mataifa ambayo tayari yameruhusu matumizi ya bangi, lakini ni maoni yake. Mwanzo nilikuwa nataka nijue kama kuna baba anavuta bangi. Ndio. Sijui labda atakuwa na mama naye anavuta. Ndio. Vyovyote itakavyokuwa. Ndio. Sasa jaribu kufikiria wazazi hawa watakuwa wana uhalali gani kumkataza mtoto wao asivute bangi? Au kama kuna mwalimu anavuta bangi, atakuwa na uhalali gani kuwakataza wanafunzi wake wasivute bangi? Nijaribu kulifikiria hilo. Ni jepesi kiasi gani hili? Nilisema taasisi yetu inawekeza dhana 4. Ya kwanza ilisema uzalendo, uwajibikaji, uadilifu na udumishaji wa amani. Twende kwenye eneo la uadilifu. Huwezi kuzungumza uadilifu. Samani, tutaendelea. Hello. Akionekana kwamba vimelea vile vya bangi akipewa kazi. Sasa kuna watu wengine ambao walikuwa ni watoto wadogo na wazazi wao wanafuta bangi, na hao wazazi wakawa wanawapatia bangi wanafuta, na wale ni watoto hata hawajajitambua. Sasa ikafika wakati mtoto amekuwa mtu mzima, amesoma, amemaliza, akagundua kwamba bangi ni mbaya, akaiacha, maana alikuwa anapewa kwa kutokujua. Sasa imefika wakati ajili imetoka, anapimwa, anaambiwa huwezi kupewa kazi. Je, hapo muoni kwamba ni kwa nyuma watu haki sawa? Bwana, unaitwa nani ndugu yetu lakini? Mimi ninaitwa Amos Mara Sogoti. Uko wapi bwana Sogoti? Niko Msoma. Uko Msoma. Asante bwana Sogoti. Endelea kusikiliza na kutazama ITV Super Brand Africa Mashariki. Naam. Mtazamaji, asante bwana. Anasema kama mtoto amevutishwa bangi na wazazi wake bila ridhaa yake na ikabaki kwenye damu, ifika wakati ameomba kazi, anapimwa, anaonekana yeye ana vimelea vya bangi, haruhusi kupata kazi. Huoni kama ananyimwa haki yake ya msingi? Nadhani anajibu ile SMS ya ule mtazamaji ambaye amesema wavuta bangi wasipate kazi kwenye taasisi za umma. Maoni yako ni yapi mwalimu Majaliwa? Ni kweli atakuwa ameonewa. Atakuwa ameonewa. Inafanana tu na nilipokuwa natoa ushahidi wa watu niliokutana nao wamevuta bangi watu wazima. Nieleze tu nimeshawahi kusimama mahakamani nikitetea mwanafunzi ambaye amefanywa vitendo vya ukatili na baba yake. Na alifanya hivyo kwa sababu alivurugu akili kwa kuvutishwa bangi. Ndio. Kwa alipovutishwa bangi mtoto akawa hajielewi, basi akaendelea kufanywa vitendo vya kikatili. Siku ya siku nilipata bahati kuwa miongoni mwa watu ambao wanaweza kusimama kumtetea yule mtoto. Nilisimama na sheria ikachukua nafasi yake. Lakini kwa kisa kile ndio yule mtoto kaonewa kwa sababu alivutishwa akiwa tangia darasa la 5. Sasa ukimhukumu kwa maoni ya msikilizaji hapo kwamba asipewe kazi, utakuwa umemwonea. Ni kweli. Sawa. Hivi kwa mama ambaye ana ujauzito alafu akawa anavuta bangi, hii imekaje? Kwa maana usalama ule mtoto kule tumboni. Ina shida katika hali tofauti. Ya kwanza ni prolonged labor. Atachelewa, yani ule kipindi cha kujifungua kitachelewa kwa mujibu wa maandiko tunayasoma. Sawa. Lakini vile vile kuna aina za uvutaji. Tuna light user na heavy user. Light user ni mvutaji anayevuta mara moja au mara 2 kwa wiki. Lakini heavy user ni yule anayevuta kila siku kwa wiki. Kila siku lazima avute. Hivi bangi inauzwaje mwalimu? Inategemea maeneo, lakini kwa namna nazungumzia Arusha ninavyoifuatilia kwa karibu ili nijue ni kipande kwa shilingi 2000 kidogo hivi. 2000. Kwa hiyo ambaye anatumia kila siku, na hiyo kwa mtu anaweza akavuta labda 2-3 kwa siku. Wananiambia kale kamoja anakamaliza kabisa kwa siku.
kwa mvuto moja, yani akaenda akakawasha na kama hivyo, labda asubuhi kwa mfano anamaliza apige na jioni nyingine 1400 hizo kila siku 1400 kila siku 1400 wanahela. Wakati mwingine wanasema anavuta na saa ya kulala saa 4 usiku, ndio kwa hiyo ni 6000 kwa siku. Kwa nilikuwa najaribu kufafanua kidogo kwa yule mama ambaye ana ujauzito alafu anavuta bangi. Ukasema kuna wengine wanavuta mara chache, mwingine anavuta kila siku. Kila siku. Sasa kwa wale ambao wanavuta kila siku, bangi ukishaivuta leo ule mvuto wako moja, tunahesabu sekunde 14 inakuwa imefika kwenye ubongo. Tunahesabu siku 6. Ikipita siku 6, ule mvuto moja 20% ya moshi unakuwa umeshaingia kwenye damu. 20% ya moshi zinakuwa 40 hapo. Unaingia mwilini, unaungana na protini iliyoko kwenye damu na kutengeneza aina ya mafuta, body fat, ambayo aina ya mafuta yanabaki mwilini. Kwa hiyo ndio maana wengine wale wa mtaani wanasema ukivuta bangi ulevi wako unakaa miaka 40. Ni kweli nakaa muda mrefu sana. Lakini chronic user, huyo ambaye anavuta kila siku, athari ya kwanza ni chromosome damage. Inaharibu center ya urithi wa maumbile ya binadamu. Ndio maana mtoto anazaliwa tu, katoto tayari ni msela. Mtoto tayari anasema amevuta bangi akiwa tumboni. Kwa hiyo maana yake, au anaweza kazaliwa mtoto tu anakuwa mlemavu. Kuna kwa madhara kwa kifupi ni yapo. Yapo kwa kiumbe. Kwa maana ya chromosomes inaharibiwa. Ni adhara la kwanza la mvuta bangi chronic. Sawa. Mwalimu Majaliwa Kapera, wewe ni mkurugenzi wa vijana nguvu kazi ya taifa. Ulituambia taasisi iko Arusha. Ndiyo. Lakini inawezekana kuna watu wakahitaji ushauri wa kitaalamu kuhusiana haya mambo, wakahitaji huduma ambazo mmekuwa mkizitoa kwa vijana, umesema mashuleni. Ndiyo. Pale Arusha au pengine nje ya Arusha, mnapatikana vipi? Labda kama mtu anaweza akataka kuwapigia simu labda hivi kwa mfano. Nina simu. Nina simu na tunapigiwa simu na watu, lakini labda nikwambie simu yangu hapo. Sawa, karibu. Ni 0712 03 34 83. Ndio. Yaani 0712 ndio 03 ndio 34 ndio 83. Ndio namba ambayo pengine mtu anaweza kahitaji hata ushauri wa kitaalamu kuhusiana na matumizi haya ya bangi na zile hatua ambazo mmekuwa mkizichukua. Asante sana. Mwisho kabisa, wito wako ni upi? Na natamani hapa uzungumze na mamlaka, lakini pia uzungumze na jamii, uzungumze na vijana. Na hapa kwenye jamii manake wazazi pia wamo ndani yake. Unawashauri nini haya makundi matatu? Ile naomba nijivute kidogo. Wito wangu wa kwanza, mamlaka zinazohusika nikimaanisha serikali. Kila kiongozi kwa nafasi yake abebe agenda ya kwanza ni kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya. Sawa. Na sema hasa bangi kwa sababu ndio inayepatikana kirahisi sana na inatumika kwa kundi kubwa. Jamii. La pili, naiomba jamii bila kujali mtoto wake aliyemzaa. Sawa. Kila mmoja abebe agenda ya kuinadi bangi kama kitu kibaya sana. Sawa. Na tujikite katika kuepusha mtoto asiingie kwenye bangi kuliko tumsubiri avute ili tuje tumkataze na kumsema. Sawa. Vijana wenyewe unawaambia nini? Lakini vijana wenyewe nawaambia bangi ni kitu kibaya sana. Bangi ni hatari kwa afya yako. Bangi ni hatari kwa maendeleo ya familia yako. Ndio. Bangi ni hatari kwa maendeleo yako. Ndio. Bangi ni hatari kwa maendeleo ya jamii. Lakini bangi ni hatari sana kwa maendeleo ya taifa. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni Mwalimu Majaliwa Kapera, mkurugenzi wa taasisi ya vijana nguvu kazi ya taifa ambayo iko pale jijini Arusha. Kwa maoni na ushauri kuhusiana hizi harakati ambazo wao wamekuwa wakizifanya, unaweza kumpigia kupitia nambari ya 0712 033483, 0712 033483.
83. Mimi nakushukuru sana Mwalimu Majaliwa kutoka Arusha kuja hapa studio za ITV Mikocheni Dar es Salaam kuzungumza na Watanzania. Nadhani wakati mwingine tukihitaji maelezo kuhusiana na harakati zenu tutawalika tena hapa ITV. Tashukuru sana. Mtazamaji, tumekamilisha kipindi cha Meza Huru kwa siku ya leo. Asante kwako ambao umekaa mbele runinga yako. Asante ambayo unakufuatilia matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa YouTube @ITV Tanzania. Nikukumbusha usiache kushiriki mchezo super kwa sababu mambo yako yatakuwa super. Mimi ni Othman Suleiman. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki Damdel Ndunguru, tunakutakia siku njema.